What's up everyone, this is the one and only speaking Kasim Mandanda, and today nimekuja na video kali sana ambayo inaelezea on how to be consistent trading gold. So guys, leo naenda kukuonyesha mbinu ambazo unazitumia kupata profit zaidi na zaidi mara kwa mara kupitia pair hii ya gold. Sasa hivi kumekuwa na wimbi kubwa la traders wengi ambao wana trade gold, na hii imekuwa kama desturi kwa traders wote. Sasa hivi kila trader anataka kutrade gold, lakini sio kila trader anayetrade gold anapata faida. Kwa nini watu wengi wanapenda sana kuitrade gold? Wanapenda sana kuitrade gold kwa sababu ya liquidity. Gold ni moja kati ya pair ambazo zina liquidity kubwa muda wote. Yaani unapotrade gold basi ujue kabisa muda wowote na saa yoyote soko lina move faster, na licha ya kumove faster soko linakuwa linatoa profits kubwa na ambazo zinaeleweka. Kama ni hasara basi utapata hasara kubwa sana, lakini kama ni faida kwa kutrade gold utapata faida kubwa sana. So the first thing ambayo inasababisha watu wengi wana trade gold na kupata faida ni mbinu ambazo naenda kukuambia leo. So I'm going to share with you almost like 4 things ambavyo unatakiwa uzingatie ili uweze kuwa consistent profitable trader wa gold. Naenda kukuonyesha mbinu 4 ambazo nazitumia ili uweze kupata profit zaidi na zaidi kutrade gold. Kama tulivyoelezea hapo awali, sio kila mtu anayetrade gold anapata faida. Most of them wanaishia ku lose money daily and daily. So on today's video naenda kuonyesha on how you can make consistent profit trading gold, na hizo ndizo mbinu ambazo mimi ninazitumia. So before each and everything guys, hakikisha umesubscribe ili uwe wa kwanza kupata video kali au uwe unapata notification pindi ambapo ninapoupload video mpya za kuelimisha kama hizi. Lakini pia usisahau kuacha maoni yako, comment, like na share video hii ili iweze kuwafikia wengi. So this is the one and only and you got me here, let's go. So mbinu ya kwanza ambayo mimi naitumia na ambayo naweza nikakushauri wewe unapo trade gold uitumie ni risk management. First thing is risk management. Kwa nini risk management? Watu wengi wanapuuza sana risk management, lakini huwezi ukawa consistent gold trader kama utumii risk management. Risk management ipo aina nyingi. Mtu anaweza kuambia kwamba risk management sio lazima uweke stop loss. No, yeah. Unaweza kuweka stop loss lakini unajua how to manage your risk. Kwa nini risk management? Risk management ni kumanage au kupanga hatari ambayo unaenda kukumbana nayo unapo trade gold. Watu wengi huwa wanapoteza mitaji yao kwa sababu they don't plan. Wana plani tu kwamba watapata faida tu, hawajui kama kuna hasara pia kwenye kutrade gold. So let me mute this site. Hawajui pia kuna hasara kwenye kutrade gold. So wanaingia full margin, wanaenda tu kichwa, mwisho siku wanapoteza pesa. Atapata faida mara ya kwanza, lakini mwisho siku anaenda kuzipoteza zote kwa sababu hamanage risk. So hii ni part ya muhimu sana. Watu wengi wanaiskip, lakini ni kitu ambacho unatakiwa ukizingatie. So kuna aina mbili za risk management ambazo unaweza kuitumia. Risk management ya kwanza ni risk management ya kumanage sehemu ya mtaji wako. Kwa mfano mtu labda anaishi ana dola 1000. Mtu ana dola 1000. So anaingia sokoni, then ana risk dola 200 kwenye trade moja. Kwamba ikitokea amepoteza basi apoteze dola 200. Hiyo ni risk management ya kwanza ambayo hii watu wote tunaijua. Mtu huyu anatumia stop loss. Lakini kuna risk management ambayo ni nzuri pia unaweza ukaitumia, ingawa I don't recommend it kama bado hujawa pro. Hii wanaitumia pro traders, they don't keep stop losses. Hawaweki stop losses, ila wanaingia na stop loss. Yaani kuingia na stop loss maana yake mtaji anaoingia nao ndo stop loss yake. Kwa mfano labda na dola 10,000, let's say na dola 10,000 kwenye account yangu. Hii ni tofauti na account ya kutrade. Let's say ni account ya benki na dola 10,000. Hii dola 10,000 yote nataka kuidedicate kwenye trading. Sio, umeelewa? So siingii na dola 10,000 yote, ila naingia na dola 1,000. Hiyo dola 1,000 ambayo naingia nao sasa hivi ni sehemu ya mtaji ambao niko tayari kuirisk. Kwa kama ningeingia na dola 10,000 ningeweka stop loss ya dola 1,000. So badala ya kuingia na dola 10,000 yote basi nachukua sehemu ya dola 10,000 ambayo dola 1,000 naingia nao sokoni. So anaingia na dola 1,000 alafu anatembea full margin. Sio, umeelewa mpaka hapo? Anaingia na dola 1,000 then anatembea full
margin. Hiyo ni risk management ya aina ya pili, lakini all in all ni risk management, so unatakiwa utumie risk management za aina hiyo. Unatakiwa utumie risk management za aina hiyo, kwa mfano hizi. Hiyo ni mbinu ya kwanza. So guys, make sure unatumia risk management. So risk management itakusaidia wewe kupata profits, kwa sababu unaweza kaingia sasa hivi uka lose, baadaye uka gain. Lakini ukiingia na mtaji wako wote uka lose, utapoteza mtaji wako wote, itakuwa ni ngumu tena kurudi sokoni. Ila ukiwa unapoteza portion ya mtaji wako, inakupa fursa na chance zaidi ya kuendelea kujaribu na kujaribu na kujaribu na kujaribu. Mwisho wa siku unajikuta at the end of the week, at the end of the day, you are still profitable. Sisi tumeelewana? So that's the importance of risk management. Mbinu ya pili ambayo naitumia mimi kuwa consistent profitable gold trader, huwa nafanya kitu kinachoitwa simplicity. Nafanya simplicity. Simplicity ni nini? Simplicity ni urahisi wa kufanya uchambuzi. Simplicity. Unajua moja kati ya vitu ambavyo vinasababisha pair ya gold iwe inapendwa na watu wengi ni pair ambayo inaitikia analysis. Yaani kuitikia analysis maana yake ina respond to the analysis. Gold haihitaji vitu vingi. Ukijua tu support na resistance, basi una uwezo wa kutengeneza pesa kwenye gold, kwa sababu gold haihitaji mambo mengi. Najua watu mmesoma concept nyingi. Kuna watu wamesoma SMRT, SMC, watu wengine wamesoma ECT, wamesoma strategy nyingi sana. Kiasi kwamba akifika sokoni anataka azitumie strategy zote kwenye kutafuta entry, kitu ambacho lazima utapotea. So, unapokuja kutrade pair kama gold, lazima uwe na simple approach. Yaani uwe na simple approach ambayo itakusaidia wewe kumake profit. Simple approach inamaanisha kama kutumia support and resistance. Unajua kwenye gold ukitumia support na resistance tu una uwezo wa kumake a lot of money. Kwa mfano, hapa nilikuwa na diagonal resistance. Hii hapa ilikuwa ni diagonal resistance. So baada ya hii diagonal resistance kuwa broken, ningepata entry hapa na kubuy. Sisi tumeelewana? So hii ni mfano. Lakini pia hapa nilikuwa na hii level hapa, nilikuwa na hii level. Hii level ilikuwa ni kama support level. So baada ya hii support level kuwa broken, price did what? Price ilienda chini. So gold ni simplicity. Hauhitaji hata kujua mambo mengi kutrade. Ukijua tu support na resistance una uwezo wa kutengeneza profit kwenye gold. Kwa mfano pia hapa nilikuwa na hii kwa ni resistance. I don't know, this was a resistance zone. So katika hii resistance zone hapa juu, as you can see, price will break hapa juu, ikaja kuretest hapa juu, ikafanyaje? Ikaondoka, ikaenda juu. So gold ni simplicity. Lakini ukitaka kutumia ECT, sijui SMRT, sijui ni concept zote uzeke pamoja, guys, utapotea. So that's why nawaambia trading gold is very easy, na utakuwa unapata profit nyingi kama ukizingatia vitu hivi vinne ambavyo ninaenda kukwambia. So simplicity, hakikisha kwamba unafanya analysis ambazo ni very simple, ufanyi complication, ucomplicate mambo. So hiyo ni mbinu ya pili. Mbinu ya tatu, kuna kitu kinachoitwa signal over noise. Signal over noise, hichi ni kitu ambacho nakiongelea kila siku. So signal over noise. Signal over noise maana yake ni kupuuza kelele. Unajua una watu wana trade gold lakini wapo kwenye magrupu karibia 6. Upo kwenye magrupu karibia 6 ya analysis. Kila mtu kwenye hao magrupu anaongea yake kuhusiana na gold. Mwingine anakuambia ita buy, mwingine anakuambia ita sell, anakuonyesha proof, anatumia strategy hii. So unakuwa na kelele nyingi ambazo zinakuchanganya. So hakikisha kwamba wewe mwenyewe unajinoa, unakuwa na uwezo wa kufanyaje, wa kutafuta entry kwa kutumia tu support na resistance. Yaani kwenye gold tumia support na resistance tu. Tumeongelea hapa kwenye simplicity. So ukishakuwa na huo uwezo, achana na kelele. Hii ni sehemu ya tatu. Watu wengi wanahitaji kupata confirmation nyingi. Anahitaji kupata confirmation kutoka kwenye grupu fulani, kwenye grupu A, anataka tena apate confirmation kutoka grupu B, confirmation kutoka grupu C. Ana magrupu karibia 4 anayaangalia, ndipo achukue maamuzi. Kwenye gold utapotea. So hakikisha unafanya analysis, fanya mazoezi mengi. Rudi nyuma kwenye chart, angalia price inafanya vipi kazi. So tumia hizo level kumake nini? Kumake profit. That's what I recommend while trading gold. So signal over noise, epuka kelele. Hiyo ni mbinu ya tatu. Na mbinu ya 4 ambayo ni ya mwisho, hakikisha kabisa unazingatia hichi kitu. Hichi kitu ni cha muhimu sana. Vitu vyote ni vya muhimu sana, ila hichi ni cha muhimu zaidi. Hakikisha unaijua economic calendar. Economic calendar ni kalenda ambayo inaonyesha news. So hakikisha unajua news zinazotoka.
Kwa mfano una trade labda wiki hii, hakikisha news zote ambazo ni very volatile unazijua. Hapa tunazungumzia fundamental analysis, unazungumzia fundamental analysis. Hakikisha unazijua news zinazotoka ili uwe tayari kujua kwamba muda wowote na saa yoyote kitu fulani kitakuja kitokea, kwa sababu gold ni moja kati ya pair ambazo news zikitoka huwa pair hii ina move kwa kasi kubwa sana. So kama ipo against you, kwa kama inaenda tofauti na direction yako, unategemea maybe ita change direction, inaweza ikakupa losses ambazo ni nyingi mno. So hakikisha unajua economic calendar ili uweze kujua news zinazotoka, uweze kujua kwamba katika muda fulani, saa fulani news itatoka na na expect kipi fulani, ili uweze kuchukua tahadhari mapema. La sivyo ukitrade kama kipofu, ukitrade kama kiziwi, hutopata faida kwenye gold. Utakuwa unabahatisha na mwisho wa siku hizo profit ulizobahatisha zitapotea tu. So nimeona watu wengi wana trade gold, so nimeamua niwape mbinu 4 ambazo mimi nazitumia kwenye kutrade gold, ambayo imesababisha mpaka sasa hivi mimi nakuwa profitable kwenye kutrade gold, na wewe unaweza kutumia mbinu hizo ku make profit. So guys, this was the one and only speaking. Hakikisha umesubscribe kwenye channel yangu ili uweze kupata notification mpya kila siku ninapo upload video mpya na za kuelimisha kama hizi za forex, na video nyingi kuhusu masuala ya kifedha. So hakikisha umecomment, like na share ili video hii iweze kuwafikia wengi. Lakini pia kama unahitaji kujiunga na program za course, program zetu, basi hakikisha umenicheck DM au comment hapo chini, nitakuona and I will reply back. Lakini pia always huwa naweka namba zangu za simu na linki zangu ambazo unaweza ukanipata direct. Namba yangu ya simu ni namba ya WhatsApp, lakini pia nakupa na linki za social media zingine, mfano Instagram, TikTok na sehemu zote hizo social media zote natumia jina la Kasim Mandanda. So kisha DM, kisha umenitafuta ili uweze kupata kozi yako, lakini pia uweze kujifunza namna ya kutrade forex ambao ni very simple. So guys, I will see you in another beautiful video. This was me explaining to you. Bye bye.